zangu Uislamu unaamrisha na kuhimiza jambo la kuoa kwa sababu lina maslahi mengi ya dunia na akhira. Moja katika maslahi hayo takthiru nasli almuhammadiyya, takthiru nasli al-ummati al-muhammadiyya, kukithirisha umma kila unapokuwa wengi, watu kila wanapokuwa wengi Waislamu, ndipo inapotukana izza, utukufu na haiba. Kinyume cha ikiwa watu ni wachache. Takthiru nasli al-ummati al-muhammadiyya, kwa kuoa, kukithirisha umma. Moja katika malengo na maslahi ya nikah na zawaji. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. oaneni muwe wengi, tanakahu takatharu, oaneni muwe wengi, kwani mimi nitajifakharisha na umma nyingine kwa sababu ya wingi wenu siku ya kiyama. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. oweni mwanamke mwenye mapenzi, mwanamke mwenye kuzaa sana. Tazawwajul wadud alwalud, oweni mwanamke mwenye mapenzi, mwanamke mwenye kuzaa sana. Fa inni mukathirun bikumul umam yawm alqiyama. Kwa hiyo jambo la kuoa ni jambo limeamrishwa na Allah, likaamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili kukithirisha al-ummatul muhammadiyya. Lakini pia katika maslahi mengine ya kuoa, mke ni stara kwa mume, kama alivyo mume ni stara kwa mke. Mke ni stara kwa mume wake, na mume naye ni stara kwa mke wake. Mke ni hifadhi, inamlinda mume na kufanya machafu. Mke anamlinda mume wake kufanya mambo machafu ya zinaa na uzinzi. Kadhalika mume naye ni stara ya mke wake, na ni kumlinda mke wake kufanya mambo machafu. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. wanawake ni vazi kwenu na nyinyi nanyi ni vazi kwao. Wao wanakustirini nyinyi na nyinyi mnawastiri wao. Katika maslahi ya kuoa, mke anamlinda mume wake na mambo machafu, kadhalika mume naye anamlinda na kumuhifadhi mke wake na mambo machafu ya uzinifu. Katika maslahi mengine, mke ni stara kwa mume, mke ni utulivu. Mke ni utulivu kwa mume. Mume anakwenda kazini, anajitahidi, anahangaika kuanzia asubuhi mpaka jioni. Utulivu wake ni kuwa na mke nyumbani, anapata utulivu mume yule kwa mke yule. Mke ni sakani la mume wake, kama vile mtu anavyotafuta nyumba ya kuweza kujihifadhi na kuwa na utulivu na kujilinda na mvua na jua na baridi, vile vile mume anatakiwa atafute mke iwe ni sakani yake. Hakadha katika maslahi ya kuoa ni kwamba mke ni sakani, mke ni utulivu kwa mume, mume anapata utulivu kwa mke wake. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya suratul Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha, ili mpate utulivu kwa wake hao. Kwa hiyo mume anapata utulivu kwa mke. Mke pamoja na kwamba ni stara na kumkinga na uchafu, lakini pia ni utulivu kwa mume wake. Mume kila anavyohangaika, hatimaye anapata utulivu akirudi nyumbani kwa mke wake, kinyume cha mtu ambaye hana mke, hana utulivu. Kadhalika katika maslahi ya kuoa, adh-dhurriyya tayyiba, watoto wema watakaomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Katika malengo ya kuoa ni kuwa mtu apate watoto wema watakaomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن زكريا عليه السلام قال رب هب لي ذرية من لدنك ذرية طيبة.
rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a, Mola wangu nipe watoto kutoka kwako, watoto wazuri, watoto wema, wewe ni mwenye kusikia dua. rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a, dua ya nabii Zakaria alayhi salam akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe watoto wema. Na hivi ndivyo wanavyotakiwa waume, anapooa mara kwa mara amuombe Allah subhanahu wa ta'ala ampe watoto wema watakao muabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. يقول الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ndugu zangu waislamu, kuoa kuna changamoto nyingi. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anaelekeza amri kwa wanaume, waashiruhunna bilma'ruf, kaeni nao vizuri hao wanawake, waashiruhunna bilma'ruf. Jambo la husnul muashara, kukaa vizuri, ni jambo ambalo ni wajibu kwa mume na mke. Mume anatakiwa akae vizuri na mke wake, halikadhalika mke anatakiwa aishi vizuri na mume wake. Ni amri ya pande zote mbili. Husnul muashara ni jambo ambalo la ushirikiano baina ya mume na mke. Mke aishi vizuri na mume wake, na mume aishi vizuri na mke wake. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم katika mwisho wa aya hii, qala ta'ala fa in karihtumuhun fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Ikiwa mtawachukia, mmewaoa halafu hatimaye mkawachukia, fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Huenda unachukia jambo, lakini Allah akatia katika jambo lile khairi nyingi. Unachukia, kumbe kuna khairi nyingi katika jambo unalochukia. Aya inaamrisha na kukataza mume kumchukia mke. Mume asimchukie mke kwa sababu ndogo ndogo, kwa mambo madogo madogo. Mume anatakiwa asimchukie mke wake, ni katika husnul muashara. Mume kutomchukia mke ni katika husnul muashara iliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, waashiru muashara. Mke amejipamba, amejitia marashi, mume anakwenda majasho yake, si katika husnul muashara. ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة يقول إني أحب أن أتزين لامرأة كما أحب أن تتزين لي. mimi napenda nimpambie mke wangu kama ninavyopenda yeye anipambie. inni uhibbu an atazayyana limraati, mimi napenda nimpambie mke wangu kama uhibbu an tatazayyana li, kama ninavyopenda yeye anipambie. Ni katika husnul muashara kukaa vizuri na mke. Akijipamba kwa ajili yako, na wewe unajipamba kwa ajili yake. Hakadha, akijiweka marashi, wewe tafuta marashi mazuri zaidi uweke kwa ajili ya mke wako. Katika husnul muashara. Lakini pia katika husnul muashara ni mume kukaa na mke wake hivyo hivyo, pamoja na kwamba yuko kombo, ni kukaa naye hivyo hivyo. Wahia indaha iwaj, ana kombo alizonazo, ana makosa mengi alionayo, kaa naye hivyo hivyo. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته
wa in taraktahu ashat wa hiya fi iwaj fastawsu bin nisa'i khaira. Mtume anasema kaeni na usianeni khairi kwa wanawake, istawsu bin nisa'i khaira. Mtume ameanza kwa ibara hii, hadithi hii akaimalizia kwa ibara hii, istawsu bin nisa'i khaira, usianeni khairi kwa hawa wanawake, kwani mwanamke ameumbwa kutokana na mbavu. Fa innal mar'a khuliqat min dhila wa inna a'waja shay'in fi dhila'i a'la. Katika kitu ambacho ni dhaifu sana katika mbavu ni mbavu ya juu, na ndiyo aliyoumbiwa mwanamke. Wa inna a'waja shay'in fi dhila'i a'la fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, ukijaribu kuiweka sawa mbavu utaivunja. Wa kasruha talaquha, kuivunja ni kumwacha. Fa in dhahabta tuqimu kasartahu, ukijaribu kuiweka sawa mbavu hiyo utaivunja. Wa in taraktahu, ukiiwacha utaishi naye na huku iko kombo. Fastawsu bin nisa'i khaira, usianeni kwa wanawake khairi. Kwa hiyo mwanamke ana makosa mengi. Yeye si malaika, si hurul ain. Bwana harusi na wanaume wote waliooa na ambao hawajaoa, hizi nasaha ni zao. Si huyu bwana harusi wa leo, bali kila atakayeoa na kila aliyeoa, hizi nasaha ni zake. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhun fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Katika husnul muashara ni mume kumfundisha mke wake dini. Mume amfundishe mke wake dini, kwa sababu wanawake wengi, sisemi huyu wa leo, mke wa leo, nasema wasichana wengi hawajasoma dini. Wasichana wengi hawajasoma dini. Ukioa msichana ambaye hajasoma dini, wewe mume una jukumu la kumfundisha mke huyo. Kama huwezi kumfundisha, mpeleke madrasa akasome. Kuna durusi za wanawake zinaendelea hapa, tunajua hilo. Mpeleke akasome na wanawake wenzake, ajue akida yake, ajue ibada zake, ajue akida yake, ajue manhaji yake sahihi. Kwa sababu kuna wapotoshaji wengi sasa hivi. Kuna wapotoshaji wanapotosha watu akida zao, wanapotosha watu manhaji hii sahihi ya Mtume. Kwa hiyo mpeleke madrasa akasome, ni jukumu lako sasa hivi. Jukumu la wazazi limeondoka baada ya wewe kumuoa mke. Sasa hivi ni jukumu la mume kumfundisha mke wake, ajue ibada zake, ajue akida yake sahiha, ajue manhaji yake sahihi. Pia katika husnul muashara ni mume kuboresha mapenzi yake mara kwa mara, kiasi cha uwezo wake. Aboreshe mapenzi yake kwa mke wake kwa zawadi. Akipata wasaa zawadi, amemnunulia kitu kidogo, anampelekea hata kitu kidogo, hata apple moja ni zawadi, anampelekea mke wake kwa ajili ya kuboresha mapenzi. Kila akipata wasaa, nafasi, anamnunulia zawadi, anampelekea. Husnul muashara. Lakini pia kumwambia maneno mazuri. Ajiepushe mume kumwambia mke wake maneno machafu, maneno mabaya. Amwambie mara kwa mara maneno mazuri, maneno ya huba na mapenzi. Asimwambie maneno ya kumchukia, maneno ya kumuudhi. Kama yeye asipopenda kuambiwa maneno machafu, na yeye asimwambie mke wake maneno machafu. Ibn Kathir rahimahullah, Abul Fida, katika tafsiri ya aya hii ameweka kaida muhimma. Qala kama tuhibbu dhalika minha faf'al anta biha mithlah. Kama tuhibbu dhalika minha faf'al anta biha mithlah. Kama unavyopenda kwa mke wako maneno mazuri, unapenda akufanyie vitendo vizuri, akupikie vizuri, na wewe pia mfanyie mambo mazuri. Kama tuhibbu dhalika minha faf'al anta biha mithla. Wewe unapenda maneno mazuri kwa mke wako, akwambie maneno ya mapenzi mara kwa mara, na wewe pia fanya hivyo hivyo kwa mke wako. Hadi kaida muhimma, kila mtu anatakiwa aiweke mbele kaida hii. Kama tuhibbu dhalika minha faf'al anta biha mithla. Kama wewe unavyopenda kwake, na wewe mfanyie hayo unaoyapenda ufanyiwe. Hizi ni baadhi ya nasaha za maulama wakifasiri wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhun
فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.